Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana. Haleluya. Haleluya sana. Uhali gani mpenzi mtazamaji, mtumishi mwema wa Mungu, wewe ulioumbwa na Mungu katika hali ya utakatifu. Nami na kila sababu ya kumshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo nimepewa mbele zake. Leo Mungu amenipa kibali cha kusema na wewe mpenzi msikilizaji. Haijalishi uko wapi, lakini Mungu, utakapotazama hii video utajifunza mengi ambayo Mungu anakufundisha. Leo tutajifunza au nitakufundisha habari za ulimi. Tega sikio lako uweze kusikiliza kwa makini. Mungu anazungumza nini, anasema nini kuhusiana na habari ya ulimi, tongue. Ukifungua Biblia yako, Yakobo 3 mstari ule wa 6, neno la Mungu linasema, nao ulimi ni moto. Tuanzie mstari wa 5, Yakobo 3 mstari wa 5. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Kupitia waraka huu wa Yakobo, Mungu anatufundisha habari za ulimi, jinsi ulivyo kiungo kidogo katika mwili, lakini hujivuna mavuno mengi sana. Lakini pia anasema angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Ulimi unafananishwa na njiti ile ya kuwashia moto. Haleluya. Kwa ulimi unafananishwa na njiti ya kuwashia moto, ambayo ile njiti itakapowasha moto ni ndogo, lakini inaweza kuteketeza misitu mingi sana. Kwa hiyo ulimi nao ni kama njiti ambayo usipoitumia vizuri na kwa uangalifu inaweza kuharibu maisha yako kiujumla yote, kwa sababu una majivuno mengi. Kumekuwa na wimbi kubwa la waongo, wadanganyifu, wambea, kwa sababu ulimi unafanya kazi. Hauwezi kuzungumza kitu chilete maana kama hauna ulimi. Haleluya. Tunazungumza kitu kinaleta maana kwa sababu tuna ulimi. Kusudi la Mungu kutuwekea viungo hivi, na tunajua ulimi ni sehemu ya zile sehemu 5 za viungo vya mwanadamu. Tunzia ulimi ni mlango wa fahamu. Wengi tunajua ulimi kazi yake ni kuonja, tambua ladha, lakini Mungu anatufundisha nje ya hiyo maana ambayo tunaijua, kwamba ulimi ni kiungo kidogo na kina matokeo mengi sana. Tukiendelea mstari wa 6, neno la Mungu linasema, nao ulimi ni moto. Ulimi ni moto. Yamkini unaonaga moto ni ule tunaouota au tunaouota, ule ndio unaona ni moto. Lakini moto, Mungu anafanisha ulimi ni sawasawa na moto. Kwa hivyo hauwezi kaa karibu na moto ukaushika. Hiyo ni tabia moja ya moto, ni sifa mojawapo ya moto. Moto haushikwi. Moto haushiki, utakaposhika lazima ukuunguze. Sasa kuna mtu ananiuliza, je, kwa hiyo ulimi tuutoe? Biblia inataka kusema ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi umewekwa katika viungo vyenu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfulizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Kwa hiyo utaona kwamba ulimi ndio chanzo cha maovu katika ulimwengu. Ulimi ndio chanzo cha maovu yote, kwa sababu watu wanatongozana kwa sababu ni ulimi upo. Unajua, bila wewe mimi siwezi. Hasa ungekuwa hauna ulimi, ungeshindwa kujielezea. Ungebaki tu kusema mwisho wa siku unafukuzwa. Lakini kwa sababu ya ulimi upo, unapamba maneno mazuri yenye kuvutia.
maneno yenye kushawishi. Unashawishi na unashawishika kwa sababu ya ulimi wako. Kwa hiyo Mungu anakukumbusha leo kwamba ulimi wako usipoutumia vizuri ni sawa sawa na moto ambao unaweza kuwaka na kuunguza. Tumeona hapa matokeo ya huo ulimi, kwamba ulimi wenyewe matokeo yake mojawapo, kwanza unautia mwili unajisi. Watu wanaongea vitu vya ovyo, watu wanapararuka maneno ambayo hayafai mbele za Mungu. Yesu alifundisha kuwa na hekima, maarifa, kuwa pole. Jifunze kuzuia ulimi wako. Shalom. Zuia ulimi wako. Usipozuia ulimi wako ukaruhusu kila jambo liwe linazungumzika, watu wanatukana matusi ya hovyo. Unaona mama na mtoto wanatukanana, watu wanatukanana, yani wanatoana maneno machafu yasiyofaa kwa sababu ya ulimi. Niwe radhi kidogo, niko maeneo ambayo yana kelele, lakini sikiliza hii sauti. Ni sauti ambayo inaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Yamkini umegombana na mtu, umepishana na mtu kwa namna moja au nyingine, lakini mimi nikusii tu, ili kuepukana na ile hatia ambayo itasababishwa na ulimi wako baadaye, ni bora unyamaze. Zip your mouth, be quietly, to avoid mateso ambayo yatakuja mbele yako. Na mimi nakuambia hizi habari njema. Mafanikio yanakuja kwa sababu ya ulimi. Hasara na matatizo yanakuja kwa sababu ya ulimi. Kwa hiyo mimi nimepata nafasi ya kukuambia wewe hizi siri ili uzijue. Yamkini unachukulia poa. Mungu amekupa karama nyingi, vipawa vingi. Una kipawa cha kuimba, kipawa cha kuigiza, kipawa cha kufanya vitu vingi. Lakini huo ulimi uwe ni sehemu ya mafanikio yako ya kiroho na ya kimwili, sio sehemu ya matatizo yako. Haleluya. Kwa sababu Jehanamu, Biblia inasema na huo uwasha moto na Jehanamu. Kwa hiyo Jehanamu inaitwa, tunaingia Jehanamu, tutaingia Jehanamu au utaingia Jehanamu kwa sababu ya ulimi. Haleluya. Tunaona hata Farao alikuwa akishindana na Mungu kwa maneno. Kama Mungu akisema hivi, akimwambia Musa, mwambie Farao afanye hivi, Musa naye anasema, Farao naye anasema hapana, ulimi wake. Laiti Mungu angemfunga ulimi, Farao asingezungumza, kwa sababu Mungu ndiye aliyemuumba Farao. Shalom. Yakobo 3:7. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Bali ulimi hakuna awezaye kufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Sikia hapa. Mtu anaweza kufuga samaki, akafuga wanyama, akafuga viumbe tofauti, lakini sio ulimi. Ulimi haufugiki.